Naam, hali gani ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli pendwa ya Sauti ya Kitabu. Nipenda kukaribisha tena katika wasaa huu tupate kuendelea na mwendelezo wa tips mbalimbali kutoka katika kitabu cha The Psychology of Money. Na nikukumbushe kwa ambaye bado hujajiunga na familia ya Sauti ya Kitabu, unaweza kubonyeza alama subscribe kisha alama ya kengele na utakuwa ukipata taarifa kila wakati ambapo tutakuwa tukiupload video za tafsiri za vitabu mbalimbali hapa katika chaneli hii ya Sauti ya Kitabu. Mimi naitwa Frank na kukaribisha sana tuendelee na tips mbalimbali za kitabu hichi cha The Psychology of Money. Muda ni nguvu kubwa kuliko pesa. Kutoka katika kitabu cha The Psychology of Money, mwandishi amejaribu kuelezea watu wengi wanaelewa pesa lakini hawauelewi muda. Na ukweli mkubwa ni huu, muda ndio kitu muhimu zaidi kwenye mafanikio ya kifedha. Watu wengi wanataka matokeo ya haraka. Unasikia mtu akisema, nataka nitoboe haraka, nataka nipate pesa kubwa ndani ya muda mfupi, nataka niwe juu mapema. Lakini pesa nyingi kubwa hazijengwi haraka. Zinajengwa kidogo kidogo kwa muda mrefu na kwa uvumilivu mkubwa. Kitu kidogo leo kinaweza kuwa kikubwa kesho. Ukianza kuweka akiba kidogo, kujifunza kila siku na kufanya kazi kidogo kidogo, mwisho wake unaweza kuwa mkubwa kuliko unavyofikiria. Tatizo ni kwamba mwanzoni hauoni matokeo. Watu wengi hukata tamaa mapema. Mfano, mtu anaanza biashara wiki chache anaacha, anaanza kujifunza ujuzi miezi miwili tu anaacha, na anaanza kuweka akiba anaacha mapema. Kwa nini? Kwa sababu wanataka kuona matokeo haraka. Mafanikio mengi huchelewa kuonekana. Kama unavyopanda mti, siku ya kwanza hakuna kitu, wiki hakuna kitu kikubwa, mwezi hakuna mabadiliko makubwa, lakini chini ya ardhi mizizi inakuwa kimya kimya. Hivyo ndivyo ilivyo hata kwenye maisha ya kila siku. Muda unafanya vitu vidogo vidogo kuwa vikubwa. Kitu kidogo ukikirudia kila siku kinakuwa ni kikubwa baada ya muda. Hii ndio siri ya watu waliofanikiwa. Hawafanyi vitu vikubwa mara moja, wanafanya vitu vidogo vidogo lakini kwa muda mrefu. Kuna tatizo moja ambalo huwa linatukumba sana, tatizo la kulinganisha maisha. Watu wengi wanaharibu safari yao kwa sababu wanajilinganisha na walioanza mapema. Wanataka kuwafikia haraka, lakini kila mtu ana wakati wake, safari yake na mwanzo wake pia. Daima tambua hili, huwezi kushinda muda, lakini unaweza kuutumia vizuri ama kuwa na subira na pia kuendelea bila kukata tamaa.